ni kijana anayefahamika kwa jina la Alvin Yasei, mkazi wa Kiruavunjo Magharibi mkoani Kilimanjaro, akiwa anaangua kilio huku akitoa maneno ya majuto baada ya kudaiwa kutenda tukio la mauaji kwa mtu ambaye alikuwa anaenda kwa wazazi wake kwa ajili ya kumsemea kuwa amekunywa pombe wilayani humo. Umeona sasa unajuta? Ndio najuta. Alvin akizungumza na Gadi TV punde baada ya kutenda tukio hilo, huku akiwa hajui hali ya mtu aliyekuwa akigombana naye kutokana na yeye kufungiwa katika nyumba ya wazazi wake, huku vyombo vya ulinzi vikisubiriwa viweze kumchukua. Amesema alitenda tukio hilo kwa kutumia kifaa cha kukatia majani, ila yeye hakumbuki sehemu ya mwili alipojeruhi. Hii ni Gadi TV. Tulikuwa dukani kwa Mukiti. Sema grocery. Tulikuwa dukani kwa Mukiti tunakunywa vinywaji. Sasa tukawa tumepishana kauli. Sasa katika kupishana kauli yeye Seba akasema anakuja kunishtai kwa mzee wangu, baba yangu yani. Sasa mimi nimekuja nyumbani huko nikamkuta. Sasa katika kumkuta nikamwambia Seba, kwa nini imekuwa hivyo kaka yangu? Kwa nini tunabishana hivyo? Yaishi. Akatoka nyumbani kwa kaenda uwanjani pale. Akavunja kahawa. Amenipigia kichwa hapa. Sasa tumepigia kichwa, nikaa nimechana. Kuna rafiki yangu anaitwa Lakista. Akanipita na pikipiki kama ametuokoa. Mimi nikaa nimechana naye. Sasa kwa chana akanifuata bado na ile fimba atakunipiga nyingine. Akanipiga nikazuia. Akanipiga nazuia, kuna mtoto mmoja hapa anapita na Shami. Nikachukulisha mimi katika kujami, ndio kakuta sijui nimemjeruhi wapi, ndio imetokea hivyo ilivyo. Sijui hata sijui imekuaje. Sasa mimi nilichukua sijui nimemjeruhi wapi. Ila mimi ngopo sina nia naye mbaya. Ndio. Unajua kwamba sasa hivi umemjeruhi kwa kiasi gani? Hapana, sijui. Hujui kinachoendelea. Najua nimemjeruhi lakini sijui nimemjeruhi kiasi gani. Ndio. Unajua sasa hivi yuko wapi? Hapana, sijui. Alitoa hela kinywaji nani? Alitoa hela kinywaji sio yeye. Kuna yani simjui jina lakini kaka mmoja hivi alitoa hela kinywaji. Ila sio yeye ametoa hela kinywaji. Wala sio mimi nimetoa hela kinywaji. Ndio. Kusema ukweli yani pombe sina kawaida ya kunywa pombe yani. Ila imetokea tu imenikuta mimi nakunywa pombe. Umeanza lini pombe? Pombe nimeanza kunywa tarehe 26 Disemba mwaka uliopita. Yeah. Ndio. Mimi mwenyewe sasa nimejikuta na kunywa pombe. Yani imetokea tu. Ndio. Lakini mimi sio mimi. Ndio sio mimi. Sasa kwa vitu tunavyofanya mimi ngopo sipo hivi. Ndio. Lakini mimi sio yani yani sijui ataendeleaje, sijui hata nimemjeruhi vipi, lakini sio mimi. Kakaangu na najua na babangu mwenyewe alikuwa kwa juzi jana tunakunywa naye pombe. Anajua na babangu vizuri, ni kakaangu na tunaishi naye vizuri. Ndio ngopo sina ugomvi naye wote ule. Ndio. Na huyu jamani mara ngapi unagombana naye? Ndio mara ya kwanza imetokea leo, sisi kugombana zaidi ya leo. Ndio. Nani kwako, ni ndugu yako au rafiki? Yani rafiki wa babangu, sema na yeye kipindi yeye yupo kijana, mimi ngopo naenda shule na muona tunasalimiana hivyo vizuri bila shida. Ndio. Sasa umetoka wapi kwenda kunywa pombe naye? Ndio kaka, ndio maana mimi nakwambia yani imetokea tu, lakini mimi sijui hata nimekuaje. Lakini sasa Umeona sasa unajuta? Ndio najuta. Naambia nini vijana sasa? Yani mimi nachoshauri yani usijiingize kwenye mambo ya pombe wala vitu vyote vile ambavyo sio vizuri kama pombe, kutumia na vitu vingine ambavyo sio vizuri. Asante sana. Nashukuru. Anaendelea. Sasa huko unafanya nini ndani? Ndani huku wameniika huku ili wasije wakanizuru kunje, sababu najua nimefanya makosa mimi. Ndio. Ila sio mimi nimefanya makosa. Kuna vitu vinaendelea ambavyo mimi sijui. Ila sio mimi. Nashukuru. Pengine unavuta bangi situmii. Hata pombe yenyewe nimejikuta tunakunywa, lakini nahisi sio mimi, sio kwamba nahisi sio mimi. Kwa majina anaitwa Deokratias Pitalimu, mwenyekiti wa kijiji cha Kanji. Tukio lenyewe linasikitisha sana, lakini ni vizuri kama una ugomvi ni bora
ufikishe ugomvi kwenye vyombo vya sheria, usichukue sheria mkononi.